Of the newly appointed Solicitor General. Your Excellency, following the recommendation of the Public Service Commission on 22nd of December 2022, you caused the nomination of Honorable Shadrack John Mose for appointment as the Solicitor General of the Government of Kenya. Subsequently, sir, the National Assembly considered and approved the nomination, and on receipt of the approval of the August House, Your Excellency appointed Honorable Shadrack John Mose as the Solicitor General through a special issue of the Kenya Gazette, published as notice number 3419 of 15 March 2023. I, Honorable Shadrack John Mose, being called upon to exercise the functions of Solicitor General, do swear that, except with the authority of the President, I will not directly or indirectly reveal the nature or contents of any business, proceedings, or a document of the Cabinet committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as Solicitor General. So help me God. Naam, asante sana mpenzi mtazamaji. Habari ambazo zimeweza kutufikia katika meza yetu ni kwamba hii leo ni furaha tena gaya kwa wakazi wa gatuzi la Nyamira, kwa sababu kiti ambacho kilikuwa katika nafasi yao, ambao kiti kilikuwa kimeshikiliwa na ambaye alikuwa Solicitor General ambaye ni Ken Ogeto, hatimaye yule ambaye alikuwa ameweza kuteuliwa na Rais William Ruto kuchukua kiti hicho ambaye ni Shadrack Mose. Shadrack Mose ni jamaa ambaye aliweza kuulizia kwa mara ya pili kupitia chama cha UDA kiti cha ubunge eneo lile la Kitutu Masaba, ambapo aliweza kuwa nambari 2, aliweza kuanguka na kushindwa au kupikiwa au kushindwa na ambaye sasa hivi ni mbunge wa eneo hilo ambao ni Cliff Ombeza Gisairo, ambaye alikuwa anajulikana kama kuku mmoja. Ni jamaa ambaye aliweza kuwania kwa chama cha ODM. Lakini tukiachana na hayo ni kwamba kwa sasa siku ya leo tarehe 20 mwaka wa 2023 tunaona kwamba Shadrack Mose ameweza kuapishwa katika ikulu kuu, makao makuu ya rais ambao ni ikulu pale State House. Tunasema kwamba aliweza kuapishwa mbele ya Attorney General ambaye ni Justin Muturi. Kwa kuwa mbona apishwe mbele ya Justin Muturi? Justin Muturi atakuwa wanasaidiana bega kwa bega na Shadrack Mose, kwa sababu Shadrack Mose atakuwa anapeana ushauri tu wa kisheria pale kama anavyofanya vile vile Justin Muturi kwa Rais William Ruto, ili asiweze kukeuka sheria, na ni swala ambalo litakuwa linaangaziwa sana. Hiki ni kiti ambacho hatuwezi kukiangalia hivi hivi na kukipita. Hiki ni kiti ambacho kama jamii ya Abagusi, kiti ambacho kimekuwa kikiangaziwa na kufuatiliwa kwa kina sana, na kiti hiki kilikuwa na kazi wengi wa Nyamira walifurahia, kwa sababu kiti hiki Rais William Ruto ameweza kukirejesha nyumbani. Wengi walikuwa na hamasa kwamba kiti hiki maybe kinaweza kuchukuliwa kuelekea maeneo mengine, lakini hatimaye kiti hiki aliweza kuteuliwa pale Januari 23, na hatimaye siku ya leo wakati kuna maandamano katika taifa la Kenya, Shadrack Mose ameweza kupokezwa au kutawazwa rasmi na kuweza kuapishwa na kuwa Solicitor General wa taifa la Kenya. Na itakuwa nakumbuka kwamba Solicitor General wa kwanza wa taifa la Kenya alikuwa anaitwa Ben Luther. Ben Luther ndiye aliyekuwa Solicitor General wa kwanza katika taifa hili la Kenya, na Ben Luther ni miongoni tu wa Solicitor General. Lakini ikumbuke kwamba katika mataifa mbalimbali, vile vile taifa la USA, Australia, New Zealand, India na mataifa mengine, Solicitor General huwa lazima kuwe mbunge ambaye ameweza kuchaguliwa. Lakini katika mataifa yetu hapa karibu, tunaona kama Uganda, Malawi, Gambia na mataifa mengi ya Afrika, huwa bado mengine bado hayajaweza kuweka nafasi hii ya Solicitor General. Na nchi yetu jirani ambayo Tanzania kwa kweli waliweza kutupilia mbali nafasi hii ya Solicitor General na kuweza kusema kwamba nafasi hii hawaionelei umuhimu wake sana kama vile Attorney General. Kwa hivyo hii ni nafasi tu, wadhifa ambao huo unapeanwa, na tunaona tu ni namna moja ambayo Rais William Ruto ameweza kuikumbuka jamii kubwa ya Abagusi. Na hapo mbeleni
au hivi majuzi vile vile tunaona katika uteuzi wa makatibu wa ratibu, ambapo ni tunaita CAS kwa lugha ya Kimombo, tuliona aliweza kumteua Kemosi, yule ambaye aliweza kubwagwa katika kinyang'anyiro cha ubunge maeneo yale ya West Mugirango, vile vile ambaye alikuwa anaulizia useneta kutoka kaunti ya Kisii. Pakubwa tunamuita John Arthur Joash Mangi, vile vile aliweza kupatiwa CAS pale ya Foreign Affairs and Trade. Vile vile tunamwona Millicent Omanga, yule ambaye alikuwa anaulizia uwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Nairobi, vile vile naye pia aliweza kupewa ukasi. Tunaona kwamba aliweza kutazama pale, tunaona kama vile Nyambati aliuliza ugavana, ameweza kumpatia nafasi pale. Bitutu Oro alipata nafasi pale katika bodi, Echate aliweza kupata nafasi pale katika bodi ya maziwa. Tunaona ni mambo ambayo rais ameweza kuangalia kwa kina na kuangalia katika jamii ya Bagusini. Hayo tu kwa sasa, lakini nakusiweze kusubscribe, kulike, kushare na kucomment katika channel hii ili tuweze kuwa tunakupatia uhondo kila wakati, kila baada ya sekunde, kila baada ya muda, ujumbe unavyotufikia hapa na sisi tunakufahamisha hapo hapo. Ni hayo tu kwa sasa, mpaka wakati mwingine. To congratulate Shadrack John Mose on his appointment as the Solicitor General of the Republic of Kenya. I am confident that you have the requisite experience, understanding and knowledge to support and provide leadership in the office of the Attorney General as the administrative head of that office. You, having served in other capacities and having worked as a lawyer and a public servant, as a member of parliament, I am confident that you are adequately prepared to work in the office of the Solicitor General, to provide leadership and to ensure that the government of Kenya gets the legal advice, guidance and support that is necessary for the government of Kenya to discharge its responsibilities as required by the Constitution and the laws of Kenya. Of statutes, I will want you to pay particular attention to legislation that will ensure that our country, we create an environment for ease of doing business in Kenya, because the future of development in any nation is directly related to how much investment we can attract into the country. As you are all aware, the overall policy of the government of Kenya is to borrow less and invest more.